Ilikuwa painful juu ni mimi nimekuwa na yeye. At least wangeniita Aria, ningesave huyo mtoto. At least wangeniita kama ni saa 4, hata kama ni asubuhi. Mtoto wangu angekuwa uhai sai. Hakubaya na mtoto wangu. Nienda hivyo, alikufia tu kwa mikono zangu na sikuwa najua. Hakuna kitu ningefanya. Ilikuwa painful juu hata hakuna mtu nilikuwa naye. Wenye walikuwa huko Usindo walikuwa wananisaidia. Hello guys, this is Mr. A Lot More, your senior Udaku reporter, and of course a lot more is coming. Tuko maeneo fulani tukicheki ni Kenyatta Road, tuko na Castro Media na tuko na Kikuyu Trending News. We are here following the story of a young girl by the name Vivian Bridget Barasa who lost her life yesterday. I'm seated with the mother. Atakuwa kituelezea tu nini kilifanyika kabisa ndio tuweze kuelewa undani wa hii story. I understand the girl was 6 years old. She was a female at grade 2. Tutakuwa pia later tutakuwa tukimtafuta mwalimu, tumpigie simu atueleze what exactly what really happened kabla ule mwanafunzi afariki. Habari ya mama? Nzuri sana. Uko salama? Uko salama. Labda kwa majina utuambie unaitwa nani na hapa kwenu azin unaishi wapi? Naitwa Margaret Wambui, naishi Kenyatta Road. Okay. We understand that wewe ndio mzazi wa Vivian Bridget Barasa? Yeah, mimi. Okay. Briefly tu, hebu tueleze Vivian. Nini kilifanyika kabisa? Vivian ni mtoto wangu wa pili. Mimi asubuhi nitayarisha mtoto kumpeleka shule kama kawaida, nikamvalisha, nikamfikisha stage, nikampandisha gari, kaenda shule. Sasa mimi nikarudi wakiwa na brother yake. Sasa mimi nikakuja home, sikuenda job jana, nilishinda kwa nyumba. Around hapo 12:45 neighbor yangu akanipigia simu. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba, siko job. Hebu kuja hapa kwa soko, juu mwalimu wa kina Vivian anasema uende shule. Mimi hata nikatoka tu hivyo vile nilikuwa. Ni mlango tu nilifunga. Siku hata na hata bob. Kutoka nilikuwa tu na 20 bob. Nikachukua. Nikaenda nikanunua credit ya 20. Nikapea huyo neighbor wangu. Juu ya simu yangu ilikuwa na mkopo. Pia nilimpea, tukapigia teacher. Mwalimu akasema, Mama Vivian, kujia mtoto juu siwezi mpeana kwa barabara akiwa hivi. Nikamuuliza akiwa aje, si brother yake yako, si wanakujanga naye natemea kutokea home umefika. Sasa mimi nikamwambia, akainsist, nikamwambia sawa niko nakuja. Mimi nikatoka hapo nikaenda kwa sister yangu, anaishi tu hapa karibu. Nikamwambia nisaidie na somo moja, inifikishe, anasomeanga Kebe Primary. Iko hapa Maram. Nikafika shule. Kufika shule mimi nilienda kama nimeelekea kwa darasa ya mtoto. Mwalimu akaniita, alikuwa wa grade 1. Venye aliniita, akaniambia wewe ndio Mama Vivian. Nikamwambia mimi ni Mama Vivian. Akaniambia kuja. Nikaenda. Kuenda nilipata mtoto wangu amelalishwa chini. Ana shout tu. Ako kwa floor. Palikuwa na mtoto mwingine huyo wa neighbor. Mimi sasa nikachukua mtoto wangu. Mtoto hakuwa anasimama, alikuwa hadi amejipupulia. Nikachukua mtoto. Nilikuwa peke yangu, sikuwa na mtu. Nikampeleka hiyo, kuna hospitali kwa hapo tu Maram. At least afanywe first aid before nifike Gatondo. Kufika huko madaktari wakaniambia huyo hawezi saidia hapo. Mtoto akaanzia kutoa povu. Mimi tu niko hapo, sina do, niko tu hivyo. Nimebakisha 70 bob.
kuna gari ilikuwa hapo, mimi hata sijui watu huko, kuna gari ilikuwa hapo. Huyo mama ndiye alitusaidia na huyo nurse. Akaambiwa kuna emergency atubebe tu. Yeye na huruma zake, kuna watu wazuri, akatubeba. Tukaenda. Tulikuwa na mvua kubwa jana hiyo masaa. Juu hata gari kwa inaenda juu ya giza. Mtoto tu bado anatoa povu. Kafika Gatondo, kampeleka emergency. Hapo tu Kashiti nikaambiwa nitoke nje. Nikalalisha mtoto hapo, mimi nikatoka nje. Dakika 2-3 hazikuisha, wakaniita. Wewe ndio mama Vivian? Wewe ndio umemleta? Mwambia yeye. Akaniambia mtoto wangu ameenda. Nini sijui nini ilihapenia mtoto wangu juu akitoka asubuhi alikuwa sawa. Mimi nilizindikisha mtoto wangu, akaniambia bye, alikuwa sawa. Ndio kutoka juu na wapandishanga gari 6:10 6:20 ndio wafike around saa 1 wakuwa wamefika juu watoto. Niliambiwa ati mtoto ameshinda amelala. Huyo ticha alipiga simu akasema mtoto ameshinda amelala. Sikujua nini ili happen. Akasema mtoto hajafanya exam. Nikashindwa, exam ni muhimu kushindia mtoto surely. Sasa mimi nikashindwa. Huyu ni mwalimu wako kwa darasa. Ameona mtoto amelala. Mtoto asikii vizuri. Anamwambia mtoto asikii vizuri. Hata kama by the way, hata kama hakuwa na uwezo, kulikuwa na magari hapo. Wange do something. Hata ili wangempeleka usi wanipigiange simu baadaye. Waniambie kuja mtoto wako nishampeleka usi. Iko hivi na hivi na hivi. Singekosa choice ati ya kusema ati mtoto wangu ako usi nikose kulipa gari juu amebebwa. At least ningetafuta usaidizi hata kama singekuwa na pesa, ningesaidia. Huyu mwalimu angesaidia. Kumpigia simu yake ilienda off. Hata kama at least when nilichukua mtoto wangenifuata wataka kujua mtoto nimempeleka wapi. Juu ndo walishinda na mtoto. Mimi nimewaachia mtoto wamuangalie, juu ndo walimu. At least at least hata wangenipigia simu ningesave mtoto wangu. Sasa hii nataka isiwe happen ya mtoto mwingine. Juu niuma. Kwa hata huyo mwalimu ni mama, kuna wamama, ni wazazi hata wao. Wangefanya jambo. Pesa si kila kitu. At least hata angechukua jukumu anipigie simu asubuhi aniambie Vivian ako hivi na hivi. Hata kama ningekuwa job, hata singeifanya, ningetoka tu niende niangalie mtoto wangu. Sana nitia mtoto venye kwa hali mahututi. Hakuna kitu ningefanya. Mtoto alikufia kwa mikono zangu. Kama hakuna kitu naweza fanya. Pole. Na did you like consult walimu kuuliza nini kilifanyika before apart from mtoto kushinda amelala? Mimi venye tu alipiga simu hivyo tu alisema, "Kani wewe ukiwa mzazi, ukiona mtoto amelala chini, kitu moja utafanya ni kukimbilia mtoto. At least ujaribu kumsave." Mimi nilikimbilia tu mtoto. Mtoto alikuwa amefinta, amejipupulia, hata kama by the way. Niliweka mtoto wangu kwa mgongo. Sikutaka kujua kama ako na mapi, nimchukua tu venye yako. Sikuwa na mtu yeyote. Walimu hawakuwa pale. Walikuwa hapo, waliniangalia tu. Walinitumia mtoto wa neighbor, wao wa class 8. Surely. Huyo mtoto ndiye nienda na yeye. Na wakati ulifika kwa ile hospitali, after walikwambia watoke nje hizo dakika 3, nini kilifanyika? Did you like ulifuatilia ukajua nini kilifanyika? Venye tu nilimpeleka, nikamwekelea kwa kitanda. Kuna kitu mashine walichukua. Ni kama hakureact kwa hiyo mashine. Nilipata tu amefungwanisha mtoto uniform tumbo, sijakaa walikuwa wanapima kama anapumua sijui. Kaniambia tumepoteza mtoto. Yenye nilikuwa peke yangu. Ilikuwa painful.
Juu hakukuwa na mtu karibu wenye nipigia simu hawangefika on time. Na hakuna kitu ningefanya. Sikuwa na gari yangu, sikuwa na pesa. Kama sio mzazi mwenye alinisaidia, sijui hata ningefanya nini. Mtoto angekufia tu kwa barabara. Okay, Vivian kwa kawaida alikuwa mtu aina gani? Alikuwa mtoto wa aina gani? Maybe akicheza na watoto kwa nje, kwa nyumba hapa, alikuwa mtu aina gani kabisa? Vivian alikuwa mtoto mzuri. Mtoto si mtukutu hata. Yeye tu alikuwa anacheza na watoto vizuri. Hakuwa ati ako na illness yote. Hata kama alikuwa mgonjwa Vivi, hata agongwe tu kwa mguu, ataniambia mama nimeumia hapa, na mimi siwezi hata mtoto aende shule kama ameumia. Alikuwa sawa. Jana mimi mwenyewe nimemfeed hapa asubuhi. Mimi mwenyewe niliwatayarisha. Alikuwa sawa, nikawazinikisha ako sawa. Sasa mimi sijui nini happen. Na from asubuhi kutoka vya mtoto alienda shule, huyo mwalimu akipeana exams, angeona mtoto amenala nipigie simu. Angenipigia simu hata kama ana namba yangu iko kwa ofisi. Lazima kuna details zangu niliacha huko. Na umejaribu kuongea na management ya shule? Mimi jana hata singeweza juu niliambiwa mtoto amekufa. Nilingojea marafiki wangu, bwanangu, sister yangu, nikawangojea na mama yangu. Ndio tujue mwili itapelekwa wapi. Jana tukatuma polisi, tukaenda tukaandikisha. Singeweza hata kujua walimu juu simu ilizima. Simu yake iko inaenda through. Sasa amepigiwa simu akasema hiyo story haiwezi ongelelea. Taongelelea Monday. Ati alijaribu venye angeweza kulalisha tu mtoto chini. Amjajaribu kumpigia kwa simu? Alipigiwa na bwana wangu. Akasema hiyo story itaongelelewa Monday. Okay. Okay. I think we should call the teacher. Hii ndio namba yake iko hapa? Hii ndio namba yake alipigiwa nayo. Ni head teacher ama ni ni class teacher? Oh, ni class teacher. Okay. I don't think ni yako tunafaa kupigia. Anaitwa? Busy. Chabeth. Chabeth. Or call back later. Safaricom is for you. Or call back later. Safaricom is for you. Vivian alikuwa na any history of any sickness? Hapana. Mtoto wangu alikuwa mpoa, alikuwa mfiti, hakuwa mgonjwa. Kwa sawa. After uliitwa, ulikaa pale nje dakika kama 3 hivi. Wakakuita. Wakaniita. Wakakupea news. Ulisikiaje? Ilikuwa painful juu ni mimi nimekuwa na yeye. At least wangeniita Aria, ningesave huyo mtoto. At least wangeniita kama ni saa 4, hata kama ni asubuhi. Mtoto wangu angekuwa uhai sai. Hakubaya na mtoto wangu. Nienda hivyo, alikufia tu kwa mikono zangu na sikuwa najua. Hakuna kitu ningefanya. Ilikuwa painful juu hata hakuna mtu nilikuwa naye. Wenye walikuwa huko Usindo walikuwa wananisaidia.
Okay. Shule bado ja reach out? Hata wakutaka kujua, hajanipigia simu hadi sai. Hakuna information yote wametaka kujua hata. After umeripoti pale na polisi, walisema waliwaambia aje? Wanafuatilia ama wamefikisha wapi? Venye tulienda Gatondo kwanza kwa hiyo police station, wakasema juu mtoto alikuwa Kibe, turudi huko Kibe. Tukarudi huko. Kapata ni kufunga wanafunga. Lakini tukaandikisha statement. Police station ukapata ni kufungwa inafungwa. Huo wenye walikuwa wanatoka. Sasa hata walitoka kwa gari ndio tukaenda na wao ndani. So hakuna update yote kutoka kwa polisi? Hapana, ni kuandikisha tu, tukaandikisha details. Na mwili mlipeleka wapi? Tulipeleka usiku KU. Are there any plans? Mshaanza maybe burial arrangements ama what is the plan? Tunangojea tu usaidizi, ngojea marafiki. Kuna kitu tumepanga hata. Okay, hii ndio namba yako iko hapa. Hiyo juu. 98. Okay. Kuja baba. Mtonge tu kidogo tu hapo tu. Stoke. So guys, let's talk to the father. Habari ya leo? Nzuri sana. Majina naitwa Maxwell Baraza. Mimi ndio baba Vivian. Mtoto tulikuwa naye on Thursday. Jioni mtoto alikuwa sawa, tumeshinda nao hapa. Tulikuwa watch Sultana, tukamaliza. Wakaniambia kesho Friday tuko na exam ya Kiswahili. Kila mtu akachukua file yake. Kuna exam walikuwa wamefanya later. Kulikuwa na story kwa hiyo paper. So kila mtu akaanza kusoma hiyo story ya Kiswahili. Tukasoma nao hadi kafika 9. Nikamwambia sasa education ni shule, mwende mkalale. Wakaenda, Vivian akatangulia kwenda kulala. Then brother yake akachukua mswaki kwanza, brush. Akaenda kubrush meno before alale. Already sister yake alikuwa shaenda kwa bed. From hapo hiyo ndio ilikuwa mwisho wangu mimi na Vivian. Asubuhi mama yao ndiye aliamka akawatayarisha akawapeleka. Then jana mimi nilikuwa nimetoka. Nilikuwa nimeenda kuna job nilikuwa nimeenda kuangalia mahali. Nikakosa. Nikarudi kwa nyumba. Time nilirudi nikatulia hapa kama ilikuwa kitu saa 7 hivi. Nikatulia kitu like 10 minutes. Nikatoka nje nikaacha simu kwa meza. Kurudi nikapata 2 missed calls za sister in law. Amenipigia. Lakini kulingana venye niliingia kwanza kwa hiyo nyumba mara ya kwanza, venye nilikuja kutoka kuangalia job, nilipata hiyo nyumba ni kama mama mtoto alikuwa na haraka. Ametoanisha kila kitu, ametoanisha manguo, amezitupanisha. Nikashindwa nini imefanyika hapa. So ndio nikatoka nikaenda pale nje nikasimama, nikashindwa nini imefanyika kwa hiyo nyumba. Kurudi ndani nikapata 2 missed calls ya sister in law. Sikukawia sana, nikamtumia please call. Akapiga. Kupiga akaniambia twende shule. Nikamuuliza shule kuna nini? Ati Vivian ni mgonjwa, amepeleka hosi. Mimi ndio huyo, nikachange, nikachukua umbrella, nikatoka. Sasa hizo sikuwa na pesa. Sikuwa na pesa sasa hizo. Nikaenda kwa mama fulani anaitwa Mama Dennis. Akanipatia 200 shillings. Nikapanda gari. Sasa hizo sister in law alikuwa ameningojea pale Kenyatta Road. Tukaenda naye. Sasa yeye ndiye alikuwa anapigiwa simu. Juu simu yangu haikuwa inaenda through. Already ilikuwa ishazima. Tukaenda mpaka Gatundu. Kufika Gatundu nikapata, najua ni ile unaweza ona tu hapa kuna kitu already isha happen. Tuko hapo nje lakini naona huyu ndani ni kulia analia. Nikajua already hapo ni kama kuna kitu hakiendi sawa.
Nikaingia. Kuingia nikataka kuuliza, nikaangalia, nikaona kwa madaktari kuna kitanda iko hapo emergency room. Kuna kitanda iko hapo, nikaona kuna mtu amefunikwa na kitambaa. So sikuulizia. Then kuna mama walikuwa hapo hivyo kaniambia niketi chini. Nikataka kuuliza, nikawaulizia mtoto wako aje kwanza before niketi, mtoto wako aje? Wakaniambia mtoto kaa chini kwanza tukuelezea. Sasa vile naona huyu akilia, nikajua huyu mtoto already yuko. Nikamwambia nataka kuona mtoto. Nikatoka nje. Vile nilitoka nje ndio akaniambia mtoto wako ashafariki. Kama una nguvu ya kwenda kumuona, unaweza enda kumuona. Immediately nilienda kuona mtoto. Kufika hapo yenyewe nilifungua mtoto wangu, kuangalia mtoto yenyewe yuko. Mtoto wako vile vile, hata hajatana. Hadi macho alikuwa amefunga. Mimi mwenyewe nilimfunga macho. Nikamfunika. Sasa hivyo ndivyo kulikuwa. Then after hapo so nikapigia marafiki zangu kuja, wakaniambia twende police station. Hiyo story lazima ifike ikwe sasa ya polisi. Then tukaongea na daktari atuandikie outpatient. Wakatuambia twende mahali fulani tupewe kadi ya outpatient. Tukaenda. Kaandikiwa, kufika huko nikaambiwa kadi ni 150. Yes, nikalipiwa na sikuwa na pesa kwa M-Pesa, then simu ikazima. Yes, nilikuwa nimetumiwa pesa kwa M-Pesa hiyo time, but simu ikazima immediately. Kuna mzee hapo mwenye alinipeleka hiyo outpatient, siko najua place iko. Kufika hapo, huyo mzee ndiye akalipa 150 shillings. Tukapewa kadi, tukaandikiwa, tukarudi. Kurudi sasa ndio nikapatia daktari hiyo kadi. Akaniambia sasa hii kadi peleka police station. Akandirect mahali police station iko Gatundu. Sasa ndio tukatoka tukaenda hadi hapo. Kufika hapo tukapata police station, huyo polisi mwenye alikuwa duty. Tukamwelezea, akaona hiyo kesi ni nzito, akatu connect kwa OCPD. Sasa OCPD wakati tulimuelezea, akatuambia kwanza turudi wapi? Kwa hiyo shule. Kuna police station iko karibu na hiyo shule inaitwa Kibi police station. Tukarudi hadi hapo. Sasa hizo ni kitu karibu saa 1 jioni. Tukarudi hadi hapo. Tukawaelezea, wakatuandikia. Pia wao walisema yes, hiyo kitu imefanyika, lakini hiyo mwalimu ako na swali ya kujibu. So tukajaribu kufikia mwalimu bado simu yake iende through. Tukapewa OB, tukaandikiwa, so ndio tuweze kuchukua either mwili itolewe hapo Gatundu, ipelekwe Muciari Gatundu, ama transport mali tunataka kuipeleka. So kuna rafiki yangu anaitwa Maura, nikampigia, alikuwa amekuja, na akakuja na gari. Ili tulikuwa tuna communicate naye tukiwa hapa Kibi. So time tulirudi Gatundu, tukaambiwa wakati tulipeleka hiyo OB, tukaambiwa sasa mnaweza toa mwili. Tulikuwa wote, mimi, huyu uncle yake na sister na mother in law. So tukaenda tukafunga mtoi. Uncle yake ndiye alibeba mtoto, kamfunga, tukakuja naye tukamweka kwa gari, tukampeleka hadi KU. Kufika KU ndiye alikuwa amebeba ID, sisi hatukuwa tumebeba IDs. So kulingana na saizi wakasema wanataka 3 IDs. ID ilikuwa moja. So ikabidi amepatiana ID yake uncle yake. Then sisi tukamwelezea lakini aka understand. Yes, akasema ni sawa, but sitaki mnikose, sitaki nipoteze kazi. Make sure hiyo kadi hiyo ID mmeniletea before saa 2 asubuhi, before atoke duty. Ndio alikuwa duty ya usiku. So leo asubuhi tumerauka, tukampelekea hizo ID. Ndio sasa akatupatia hizo copy nyingine alikuwa amebaki nayo, tukasign, ndio tukakuja. Sasa kuanzia hapo ndio tunajaribu communicate na watu wa nyumbani na uncles tujue ni wapi. Nyumbani ni wapi? Nyumbani ni Kitale. Yeah. Okay. So nini mngependa kuongea na kuambia the authorities ama the government? Mimi kitu ningependa kusema, kitu ya kwanza ningependa kusema kitu kuhusu hiyo shule. Kitu ya kwanza, huyo mwalimu, class teacher, huyo ndio anajua kila kitu yenye imehapenia mtoto. Juu yeye, si tukitoka na mtoto hapa, mtoto akitoka kwa nyumba ameenda shule. So responsibility ni yake akiwa shule kuangalia mtoto. Then the second one, angetu inform mapema
mtoto ako hivi na hivi, at least huyo mtoto angeshughulikiwa kabla ifike hapo. So chenye mimi ningependa kusema, ningependa tu justice kwa Vivian, hivyo tu. Okay, justice kwa Vivian. Maybe shughuli za burial mko sawa, ama maybe mngependa kusaidiwa? Tungependa usaidizi. Juu saizi kwa sasa ni kitu imekuja from nowhere. Hakuna mtu alikuwa amejipanga anything, imetupata hivyo. Hatuna anything, so tungependa usaidizi. Okay, yeah. Namba ya simu? Namba ya simu 0718 043. Angalia kamera ukipeana namba. Namba ya simu ni 0718 043 528. Hiyo ndio namba yangu, na namba ya mke wangu ni 0798 745 302. 07 namba yangu sasa 0718 043 528. Then ya mke ni 0798 745 302. Okay, maneno yako ya mwisho tumalizia. Ningependa kusema at least walimu wakuwe waangalifu sana. Je, watoto wengine wangu wameenda, lakini ameacha brother yake. Watu waangalilia watoto. Juu wametoka au mtu mwapelekea watu waangalilia, watu someshe. Mimi ningependa tu mwalimu aseme nilipenia mtoto. Juu mimi najua alikuwa sawa. At least achukue simu atueleze. Tuta understand tu. Na nitashukuru. Asante. Okay. So let me call the teacher for the last time. Tuone kama atachukua simu. For 1 shilling and 50 cents daily. Yeah, that's it guys. It's quite a devastating story. Hakika kumpoteza mtoto it's not an easy thing. So poleni. Mungu ako nanyi. Continue being strong. I hope you guys, kama umewatch your story up to this point, if you are in a position kuwasaidia kupumzisha mtoto wao kule Kitale in any way, kwenye 10 bob, 20 bob, 50 bob, 100, 200, 1000, any amount you have, just send to them direct to their number, nitaweka hapo chini, so that you guys can support them to organize quite a good send off to their lovely daughter Vivian Bridget Barasa. For now, sina mengi. It is a bye bye. I'll see you on the next one.